If you're a content creator, download Vidify and start posting content. Also invite other creators to join using their referral code. The creator with the strongest verified participation will receive a $2,000 prize. Join the Vidify Creator Growth Campaign and start creating today. Nimezungumza na Mbosso Khan Mshedede kwenye Big Time. Utamsikia hapa akifunguka kwa undani kabisa mengi ambayo ulitamani kuyafahamu kutoka kwenye ngoma yake Darasa la 7 ambayo inafanya vizuri sana kwenye digital platform mbalimbali. Utakumbuka nilikwambia kwamba nitakuja na mahojiano ama mazungumzo yangu mimi na Mbosso nikiuliza maswali mengi sana ambayo wewe ulikuwa unatamani kuyafahamu. Mbosso Khan ameajibu vizuri kabisa. Mimi ni Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa. Taa ya mtaa imewaka nangu, mnasemaje? Instagram ni check kwa jina la Sadi TZ_official na vitu viko vizuri kabisa, lakini pia endelea kutucheck kwenye mitandao yetu ya kijamii @simulizi na sauti, Instagram, Facebook na kwingine kote huko tutafute kwa jina la Simulizi na Sauti. Wimbo wa Mbosso Darasa la 7 una siku 5 tangu umetoka. Una view zaidi ya milioni 2 na upo trending nafasi ya kwanza. Naona ukifanya makubwa kweli kweli. Wimbo huu unapendwa sana sana na watu wengi na ni wimbo mzuri sana. Nimekuambia ni wimbo ambao utaishi milele kwenye burudani Tanzania ama kwenye Bongo Flava Tanzania kwa sababu ya story, uandishi na kila kitu. Sasa Mbosso, tuanze hapa kwenye uandishi wa Darasa la 7. Namna ambavyo unaitumia kalamu yako inawatisha hata wasanii wengine. Naona namna ambavyo wana react wao wenyewe wakisema kalamu yako ni noma zaidi na zaidi. Najua inaweza kuwa siri ya kambi, lakini tumegee nini unakifanya au nini unakizingatia sana ukiwa unaandika nyimbo zako? Maana kuna maneno unayatumia ni kama kuna kamusi yako fulani ya maneno uko nayo unachomoa tu. Mzee wetu, mtu ambie what happening, nini kinatokea na tunapata kitu hichi kizuri sana. Mimi nadhani tu ni kila mtu anakuwa na kipawa chake ambacho Mungu kamjalia. Mwingine anakuwa mzuri sana kwenye kuandika, mwingine mzuri kwenye kuandika na melodies, kuna mwingine yeye ni mtu wa melodies. Kila mtu anampa kipawa chake. Yaani Mungu amewapa wasanii kila mtu uwezo wake. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia uwezo mkubwa wa kuandika, pia wa kutengeneza melody nzuri ambazo watu wakisikia wanapenda. Mbosso, wengi wamependezwa sana kumuona mdogo wako Mohamed amechukua nafasi ya kwako ya shule ya msingi ile Darasa la 7. Namna ambavyo amecheza kwa ukubwa sana na uhalisia umekuwa mzuri sana. Nimependezwa kweli kweli kwa kile ambacho amekifanya. Lakini kitu ambacho natamani kukifahamu Mbosso, idea wewe kumtumia mdogo wako ilitoka kwa nani? Lakini pia ulivyopeleka idea hiyo kwa Mohamed Kirungi, mdogo wako na familia kwa ujumla, walipokeaje swala la kijana kwenda kucheza kwenye nafasi hiyo? Kwenye swala zima la kumtumia mdogo wangu, ni mimi mwenyewe ndo nilishauri, kwa sababu mimi napenda kutengeneza idea zangu mwenyewe za music videos. Huwa nakaa nazichora kabisa, nataka video ianze hivi, ende hivi na imalize hivi. Kwa kipindi naandaa story, niliwaza pia nimweke mdogo wangu, lakini pia nilishirikisha na team, tukatia mawazo yakawa makubwa zaidi, idea tofauti, watu wa Fole pia timu yake Fole wakaweka mawazo kwamba wakasupport pia swala mimi kumtumia mdogo wangu, sababu pia linaleta uhalisia zaidi. Na ukiachilia hivyo, hata familia haikuwa na shida sana kwamba kusema eti hapana, wanajua ni kazi yangu mimi, na hata mdogo wangu akija ni sawa sana ananisupport mimi. Mwisho wa siku natakiwa pia nitoe ada za madogo wasome. Ilikuwa ni lazima naye participate hata kwa udogo kwenye hii kazi. Yeah. Ukipita kwenye comment, iwe ni YouTube kule, lakini ukienda pia Instagram account yako wakati umeposti, kuna ambao wanasema Maria ni yule ambaye alikuwa anakuhoji pale, yule mwandishi wa habari. Lakini mimi pia nikawa nasema Maria sio yule, kwa sababu kama angekuwa ni yeye angekujua pale, labda wimbo ungeishia pale. Unaweza kutuambia vizuri kabisa story hii pale ilipoishia? Sasa yule ndio Maria au tuna Maria mwingine ambaye inabidi tumsubirie sasa? Nilichoelewa mimi, wao wamemaanisha kwamba yule mwandishi ndo angekuwa Maria, wanahisi ingevutia zaidi, which mimi sijataka hivyo, kwa sababu umeona walivyowazao, maana yake ingekuwa sijawaza kitu cha kitofauti. Ni mawazo ambao nilikuwa najua kila mtu anayo, atatamani Maria awe yule mwandishi. Mimi sijataka Maria awe mwandishi, nimetaka Maria awe ni msichana ambaye sijampata na sijui yupo wapi. Na mara nyingi marafiki zetu ambao tumewapoteza tuliosoma nao shule au tumepoteana nao, huwa hatujuagi wapo wapi. Tunawatafutaga tu, lakini huwa hatukutani nao. Kwa hiyo lengo langu lilikuwa ni kwamba sitaki kukutana naye, yani nataka nione kwamba ikae kwenye uhalisia kwamba huwa tuonani nao, ni mara chache sana kuwaona. Okay, umezungumza vizuri sana kwamba yule sio Maria, ni vile ambavyo watu walikuwa wanatamani kuona kwamba Maria angekuwa yule pale, na wewe haukutaka kwa hivyo. By the way, umefanikiwa kama mwandishi. Ina maana ungefanya yule akawa ni Maria, usingekuwa umeleta hicho kitu cha tofauti. Kuna namna usingekuwa umefanikiwa. So hongera sana, umecheza trick nzuri sana. Ina maana sasa hapo kama huyo sio Maria, tunahitaji muendelezo part 2.
na haya ni madai ya watu wengi sana. Mimi mwenyewe nilitamani kuona ukija na part 2, hata inaweza zikawa hata part 2, part 3, hata part 4. Mpango ukoje kuja na part 2? Ni kitu ambacho ulikuwa umeshajipanga kwamba baada ya hii darasa la 7 utakuja na part 2, ama ni kitu ambacho kimeletwa baada ya mashabiki kuweka komenti zao baada ya kuona video hii ya Maria? Kidhati kabisa, nisiwe muongo, sikuwa na wazo la kwamba watu watakuja watataka part 2. Nilikuwa najua watu wataelewa tu kwa urahisi, lakini mwisho wa siku imekuwa kubwa sana. Nyimbo imepokelewa vizuri kwa kubwa kiasi kwamba sasa watu wanadai na part 2. Binafsi hadi nachanganyikiwa, part 2 naendelea vipi, nafanyaje yani nawaza na sasa nifanyeje hapa. Nionekane bado namtafuta Maria, nimkute kafanya kaolewa, yani bado tunawaza, tunaangalia tuone namna gani nyimbo inaweza kaendelea kuishi. Mbosso, hii ni filamu kamili kabisa ambayo imekamilika kuanzia mwanzo mpaka mwisho hadi hapo ilipofikia bonge moja la filamu. Yani inachukua attention ya mtu, inachukua akili ya mtu. Vipi sasa, labda kuna namna ambavyo umeshapata madeal ya wewe history yako itumike kwenye filamu fulani, iwe hapa Tanzania ama nje ya Tanzania, au wewe mwenyewe labda una plani ya kufanya filamu ya darasa la 7? Hadi saizi nashukuru Mungu tumepokea deals zisizopungua 2 za kufanya filamu ya darasa la 7, lakini bado tunaangalia ni namna gani inaweza katufavor na kupata. Tusifanye tu, lakini tunaangalia namna gani tunaweza tukapata. Nikisema kupata maana yake kufaidika nayo. Kwa hiyo tuna deals 2, moja kutoka ndani ya nchi hapa Tanzania na nyingine kutokea Kenya. Kwa hiyo bado tupo kwenye kunegotiate. Ikikaa sawa tutafanya, tutaangalia na faida yake. Maana watu wanataka story ile, storyline ile, lakini iongezewe na wakae watu ambao ni professional zaidi. Yani hivyo, lakini tupo kwenye kunegotiate. Ikikaa vizuri, maana kushoot kuna kula muda. Mimi wimbo huo tu nimeshoot zaidi ya siku 5. Kwa maana yake kutengeneza filamu hiyo ni wastani wa zaidi ya wiki 3 au mwezi. Kwa kwenye maisha yangu ya muziki nikikaa sehemu mwezi, maana yake hasara yangu kubwa sana, kwa nahitaji faida ambayo inajitosheleza sana mimi kukaa mwezi mzima bila kufanya kazi ya sanaa. Big shout out kwa Mbosso Khan, mshedede ametisha vya kutosha hapa kwenye Big Time na Sadi TZ. Najua umepata majibu ya mengi ambayo ulikuwa unajiuliza. Sasa maoni yako yaweke kwenye uwanja wa comment. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Instagram ni check kwa jina la Sadi TZ_official. Simulizi na Sauti tu check Instagram kwa page kwa jina letu la Simulizi na Sauti. Mambo yako vizuri kabisa na utakuwa unaenjoy kinoma noma. Nyuma kamera amesimama Maganga. Ai.